umemaliza, hiyo ni history. Spirits depend on history that is bad. Ma spirit inategemea history baya kutesa wewe. Na kwa hivyo usiwahi kuambia msasi anakusubua. Msasi akigojeka hata kama unachoka na anainterfere na kazi, akubali. Maana generational blessing inaweza kwenda kwa mfanyikazi, umwandikie mfanyikazi amfanyie hiyo kazi yote, baraka yote akuchukulie. Alafu uone mfanyikazi yule alimwangalia mama yako ama baba yako, baada ya miaka nyingi unamkuta ni mkutu mkubwa duniani. Na ni nyinyi aliibia mali. Elijah alikuwa anataka kubariki Elisha. Elisha naye alikuwa anataka double anointing. Aliambiwaje? Unless you see me go. Nataka nimwambie, hiyo ndio reality ya dunia hii. Ukikosa kuona mzazi wako akienda, maneno imekuja. Na wazazi wakianza kuenda, wanaendaga hospitali ama wanashukuliwa, wanawekwa kwa nyumba, wanagojekea huko. Halafu wanasubua sana. Lakini question ni, anataka kwenda. Na unaweza kumwambia mimi, unanisubua, ama uvumilie mpaka aende. Elijah aliambia Elisha, unataka double anointing? Double, lazima unione nikienda. Sasa Elisha alikuwa anamfuata mpaka Elijah anamwambia, kaa hapa, naenda hapa Gilgali, please kaa hapa, wacha kushoka na mimi. Elisha anamwambia, kama Bwana aishivyo nitakuwa na ukienda. Na wakati alimuona akienda, alichukua double portion. Elijah alifanya miujiza 12, Elisha alifanya 24. Bwana Yesu asifiwe. Elisha alifanya double the miracles that were done by Elijah. Why? Because he saw him go. Ona. Sasa mnasemaje? Unajua ni kumwambia the reality. Sasa si mahubiri ya kawaida hii. Ni kana kuambia reality. Msasi akienda ulikuwa wapi? Alehano dohe tuoye. Kuna mahali nilikuwa nimefuka fungwa na mama. Na muhidi ingine alikuwa hajanilipa pesa. Ni organization ya shaitani. Nikaambia muhindi, tushikie hiyo kijana asishike kitu hapa. Sasa unajua, hata wengine wanasemanga ni ibada nilikuwa naye. All these things are organized to deny you the generational blessing. Angalia Psalms 112. Zaburi 100. Hii ni summary ninafanya ya mahubiri ya wiki hii. So long life does not depend on the pastor praying for you. It depends on the generational blessing. Ni kweli ama si kweli? Maana huyu pastor anakuombea upone, hata ukikaribia kukufa ni pastor anaombeanga mtu unakufa salama. Na mwaka igwa. Ni pastor tu anaitwa. Anaambiwa, mchungaji, mashine zetu zimesema sasa tumeshindwa. Mchungaji anasoma Biblia, maombi yake inafanya uondoke salama. Na the same mhubiri, kuna wengine anaombea wanarudi afya. So sasa si pastor na dictate hii maneno, ni family blessing. Ningekuwa wewe, wazazi wakiwa hai, ningekuwa ninaenda nyumbani after every few months. Ndio niweze kushika blessing ambaye nitashikisha watoto badala ya kuhangaika, kusuguka, kujaribu biashara nyingi, kujaribu vitu nyingi, wapate family blessing. Na kuna wazazi nao hawajui kurelease family blessing. Hata akiambiwa sasa kwa sababu miaka inaonekana imekwisha, bariki watoto, anasema kwa hivyo mnataka nikufe. Naye anaenda hivyo, aiwashie mtu kitu. Anakosa kuambia watoto wake mfanikiwe. Kazi yote mtafanya ifanikiwe. Ama vile tunasemanga kwa wale wakikuyu wako hapa, ulime kukumia, ulime kule kutatoa. Hiyo ni baraka. Ukiwashia watoto hivyo, watalima ngano, watausia nchi za kigeni ngano. Unasikia mtu anasafirisha ndege mzima ya ngano, mtu mmoja, maana iko na family blessing. Lakini wazazi wengi wa Afrika
ile kitu wanaashara hizi ni laana. Oh, asante mmekuja kuniangalia. Ni wega. Na fulani ako kazini wamefungwa sana. Haya, mwambie kama hata niangalia hata mazishi asikuje. Hiyo ndio wanawacha. Na wewe ukisikia mzee amepumzika unaenda mazishi. Mashaitani na kuweka kichwa chini.